Namba 3, Yesu Kristo ni lango. Ibrania 1:5-6. Yesu Kristo ni lango. Lango la nini? Ni lango. Lango la neema, lango la wokovu, lango la baraka. Yale ambayo yalikuwa hayawezekani kupitia lango la Yesu Kristo yanawezekana. Yesu Kristo ni lango. Waebrania 1:5-6. Namba 4, lango la haki. Zaburi 118 mstari wa 19-20. Haki ni lango, ni lango. Kwa ukiona haki zako unaibiwa, maana yake kuna lango la haki ambalo liko wazi, adui analisemesha ili usipate haki yako. Una haki, nyumba ni ya kwako, biashara hii ni ya kwako, kazini ni haki yako. Adui anapitisha maneno kwenye lango lako kwamba hii sio haki yake, anaiba haki yake kwenye lango lako. Nini? Haujaombea lango la haki. Kila mwanadamu msharika aliyekuwa mahali hapa ana lango la haki. Ukiona kila haki yako inapotea, yaani kuwa na kazi ni haki yako, kuwa na biashara nzuri ni haki yako, kuwa na kampuni ni haki yako, vyote ni haki yako. Kwa Biblia iko wazi kwamba lango ni haki. Kuna lango la haki, usipolisemesha, usipoliombea haki yako ya aina yoyote. Ndio maana kuna watu wanaishi hapa, tumenyang'anya vitu vyetu. Wewe utakuwa na kampuni lakini leo bado umeajiriwa. Bali kwenye maisha kuna kuwaga na lango. Hata Yesu, mtu wa kwanza alisafisha njia ni Yohana. Yohana alikuwa anasafisha njia ya kuja Yesu. Kwa ukiajiriwa ni mwaka mmoja utakuwa na cha kwako. Kwani wewe kuwa na nyumba sio haki yako? Nyewe wa Kristo, wewe kuwa na nyumba sio haki yako? Wewe ni haki yako kupanga tu miaka yote. Yaani miaka yote ni haki yako, ni kuajiriwa tu, kuajiriwa tu. Na nature Mtanzania anapenda sana kupokea kuliko kutoa. Unafukuta we. Kwa jina la Yesu, Mungu akupe cha kwako. Kwa jina la Yesu, Mungu akupe cha kwako. Afungue malango yako kwa jina la Yesu aliye hai. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Hekima. Namba 5, lango la hekima. Wafalme wa kwanza 4:29-31. Ukimsoma Suleimani vizuri ukimsoma, Mungu alimpa hekima, lakini kupitia hekima tulikuwa nafanya uchanganuzi ule vitu ambavyo anapelekwa dhahabu. Yani kupitia hekima, yani zile hekima, dunia nzima wafalme wengine walikuwa wanakuja wanaenda kwa Suleimani, na wakienda hawaende mikono mitupu, walikuwa wanaenda na dhahabu. Kwa nikafanya tathmini, kupiga mahesabu, zile dhahabu alikuwa anapokea pale kwa mwaka, alikuwa anaingiza zaidi ya trilioni 70 kwa mwaka. Sio kwamba anafanya kazi, hafanyi kazi, bali hekima Mungu aliyempa ndipo anapoingiza hizo hela. Hekima ni lango la mafanikio. Kwa sababu ukiona mtu anakufundisha habari ya uchumi hadi unaelewa, ni hekima Mungu aliyeweka ndani yake, namna ya kuongea. Hekima, unapoongea mtu anakuelewa, kuna utamu ameweka kwenye kinywa chako. Yaani kuna mtu alikiongea tu hapa, watu tunakimbia, watu tunaondoka kanisani. Kuna kikao ukiongea wewe tu, watu wote tunavurugikiwa. Kuna mtu akiongea unaona raha, yaani kumsikiliza. Yaani unafili ndani. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Hekima ni lango. Suleimani alikuwa bilionea kwa ajili ya hekima. Alikuwa afanyi kazi, lakini kupitia hekima alikuwa anapata hela. Na kushauri, akiongea na wewe unafanikiwa. Vitu vyote, sijui ndoa, sijui mchumba, wote ni kwenye lango, wanapitia kwenye mlango. Hakuna kitu ambacho kinapita nyuma ya mlango, hakipo. Wengi hatuna tabia ya kuombea. Ndio maana adui ametupa wake ambao sio, waume ambao sio, ametupa watu ambao sio, wameita uharibifu, maumivu kwenye familia zetu. Ni walipita kwenye mlango, kwenye mlango. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lango la muda, lango la muda.
Biblia inasemaje? Tukomboe nini? Tukomboe nini? Wakristo tukomboe nini? Huo ni muda, sio muda. Lango la muda limetafuna kanisa, limetafuna washirika, limetafuna biashara za watu, limetafuna yani kila kitu. Mimi nakumbuka tunakuwa kule nyumbani, tulikuwa tunaambiwa marufuku kuingia saa 1 nyumbani, mwisho saa 12. Ukiingia nyumbani saa 12 dakika moja, kosa la jinai. Utakula bakora za mpera, unaongea maji utaenda hapa. Sio sasa hivi watoto wenu wanakuja, mtoto wa kike unaruhusu anakuja nyumbani saa 2, saa 3, alafu baba umekaa tu. Hivyo baba au Bwana Yesu asifiwe. Huyo mwanao anajiliwa wapi? Hata huyo muda. Alafu mwisho wa siku ukiletewa mimba unalalamika. Niwaambie wazazi, watoto wenu wa kike wengi wametoa mimba afu una taarifa. Mama tumbo linauma, analala wiki nzima shule haendi. Ukajua basi tumbo la kawaida au tumbo la mwanamke lile na mambo yao yale. Kumbe akashatoa mimba. Una habari. Sio mwenyewe unamruhusu kurudi nyumbani saa 3 mwanao. Umefungua lango la udufu mwenyewe. Watu wengi, yeye binti unarudi saa 2 saa 3 nyumbani. Kama naepanda kwa nalipa mimi, chakula mimi, na kulipia ada mimi. Kwa nyumbani kwangu ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Kwa umefungua wazi malango wa uharibifu ndio watoto wenu kwa kuhusu nyewe wenyewe. Muda. Mtoto wa kike 12 na asema alikuwa wapi? Si rafiki ama rafiki ndio wanatuharibia watoto. Unaniangalia? Niangalia hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi ambao watoto wanarudi saa 3 usiku? Nyosha mkono. Subutu. Utanyosha kupe hela. Lakini mko wengi hapa. Kuna vitu ambavyo mmeruhusu watoto wenu kuangalia TV ovyo. Kwa hata mmoja kuangalia pale Tabata pale. Anaambia eti mama amelala. Anaamka saa 8 usiku kwenda toilet, anakuta mtoto anaangalia TV saa 8. Binti. Hivi wewe ni mama au zezeta? Kabisa ni uzazi. Na wewe nyumbani na koroma kabisa. Binti anaangalia TV saa 8 usiku. Unajua anaangalia nini? Na wengine muacha simu, nampa simu kabisa. Chukua simu, chezee game. Unajua anaangalia game kweli? Saa 4 usiku anaangalia game. Mmefungua malango ya uharibifu. Mnatupa shida sikuomba, mtumishi niombe mwanangu na kukata kofi. Ndio maana siombe mtu ovyo. Ukija tuongee kwanza. Nipe sura ya mwanao. Tuongee kwanza. Vitu vingine mmefungua malango ya uharibifu. Nyie wazazi, mnajifanya mko busy sana na maokoto. Mtaokotwa nyie. Hivyo unaomba nini? Chanzo wewe mzazi, unaomba nini hapo? Hauna limiti ya muda kurudi mtoto nyumbani. Huna limiti ya video. Sisi video kunaangalia Jumamosi tu. Taifa Habari unamwangalia Nyerere na mwenzake Mkapa tu. Leo hii kuna hiki vipindi kuanzia saa 1 ile. Kipindi cha mwisho kizuri kinaisha saa 5 usiku. Unakuta baba amekaa hapo, mama amekaa hapo, wanaangalia kuanzia saa 1. Hata maombi hakuna ya usiku saa 2. Wanaangalia muombe tufani. Bwana Yesu asifiwe. Mabinti wote pale nyumbani waambia mwisho saa 2 wote ndani kulala. Mna usingizi ndani. Hata mkiniambia mimi mkoloni, wote anaambia mkoloni mzee poa kalaleni. Kabisa mnakaa. Mnafungua. Kuna vitu vingine sio vya kuangalia. Vinaroka mili spirit vinaingia kwa watoto ndani. Na si kila katuni kumwekea mwanao. Kuna mlango unafungua. Katuni nyingine zina spirit uharibifu kwa akiangalia mtoto, sababu imani yake haipo, kwa vinaingia unakuta na watu kama katuni tu. Wanawake wengi leo hii wanapigwa na waume zao makofi na wang'olewa meno kwa ajili ya muda. Anajua kabisa mume wangu anatakiwa kula saa ngapi? Saa 1 au saa 2. Anapika ugali saa 3. Wanawake wa leo wakiamka asubuhi, cha kwanza, zamani wa mama zetu walikuwa wakiamka asubuhi
jikoni, na unakuta kaeka wanawake zama sio wana shida gani, unakuta moto hauzimi wanavyohifadhi wenyewe na majivu. Anachukua limkuni hiyo anaikaje, bibi nilikuwa namuona bibi anachomeka, ukiamka asubuhi yani moto wa kutosha. Wale wakiamka asubuhi dada mpya kwenye mtandao. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Ile kuamka asubuhi kumpikia mume chai, eti unalizika kabisa. Mume ananiambia anaenda kunywa, usiruhusu. Wewe usimpe mbwa akulindie mshikaki wako. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Unampa mbwa alinde mshikaki wako, utaukuta. Unaamini kweli anaenda kunywa chai hotelini kweli? Kabisa. Kwanza utakuwa ulie kwamba mume ajaenda chai nyumbani, ulie mwanamke anajielewa mke, utakuwa ulie mume ajaenda chai ya kwangu. Lakini wanawake wale afadhali ameenda, afadhali wenyewe mnafungua malango ya uharibifu. Muda Wakristo wengi wapoteza muda. Hivi niambie, kuanzia saa 1 hadi saa 5 unaangalia movie, wewe unakodoa macho, unaoa macho yako. Mwenye sikio kaomboa muda. Leo hii watu napotezewa muda, hata muda wa maombi. Hatuombi, mmeshajipangia muda fulani nitaomba, ukifika ule muda tu inaika kitu kingine. Biblia inasema enendeni kiukomboa watu. Ndio maana mzungu afanye vyote akose nini? Saa kununi mwake. Lakini wabongo yuko lazima ameki simu ya $1,000,000 afu sio inakucha ndani. Mkristo, Bwana Yesu asifiwe. Mnasema hao Wachaga wanapiga hela sana. Sasa wewe mwenzangu na mimi, Mchaga afungua duka saa 12, wewe saa 4. Nani atakuwa na hela? Kuna mzee mmoja hapo duka 12 kafungua. Ukienda hapo lazima ukute ameshafungua. Wewe unafunga saa 3 hivi, kuanzia saa 12 saa 3 hajaokota Mchaga kweli? Hajaokota maokoto. Wewe saa 3 unasema mchawi huyu walogo, mama yangu wewe walogo, wachawi. Mchawi wewe unapenda kulala. Jesus. Uweponi mwako, uweponi mwako, uweponi mwako, uweponi mwako, uweponi mwako, uweponi mwako, ninaomba nikae uweponi mwako. Ninaomba Yesu nikae uweponi mwako. Ninaomba Yesu nikae uweponi mwako. Ninaomba Yawe nikae